Kipaumbele changu nilichonacho kwanza ni kuwahamasisha wanawake kuwa wao wasiwe nyuma, tukae mbele na sisi mstari wa mbele, tujue tuna haki kama wanaume walivyo na haki. Wanajamii na waahidi kama tutashirikiana kwa kile ambacho nakiweza mimi, nitawasaidia, na kile ambacho sikiwezi mimi kitasaidiwa na halmashauri, kwa sababu pale huingia misaada mingi kutoka bungeni. Ile inasimamiwa ni madiwani, huwa yasimamia halmashauri. Sasa mimi na waahidi kama nitawasimamia kikamilifu pale inapotokeza ile kuwasaidia, ili tushirikiane kwa kuandika barua zima na kuzipeleka halmashauri. Mimi jina langu ni Amina Said Bakari, ni mkaazi wa jimbo la Kojani na shehia yangu ni shehia ya Kambini. Nilianza na harakati hizi kwa muda mrefu sana za mchakato wa uchaguzi, ambapo mwanzoni nilikuwa nikigombea nafasi za viti maalum, ubunge na uwakilishi, lakini baadaye tu nikaanza kugombea nafasi. Mara hii nikajitokeza kwa nguvu zote kugombea nafasi za udiwani wadi ya Kiuyu Minunguni, ambapo ni hilo jimbo la Kojani. Yaani nilianza na mchakato huu kwa kupitia matawi kwa matawi kuomba kura za maoni. Kabla ya kupigiwa kura za maoni, tulianza kujaza fomu. Nilijaza fomu ya udiwani, ya kugombea udiwani, na hapo kura zangu, kila ninapojua tarehe hili kuna kura ambazo zahitaji kupigiwa wajumbe wa mkutano mkuu, nikapita, na ikafika siku ya uchaguzi nikaenda nikapigiwa kura za maoni, na kwa bahati Mwenyezi Mungu akajali, nikafanikiwa, kura zikanichagua. Na hapo nikaanza kwenye mchakato wa kuingia kwenye tume ya uchaguzi, nikachaguliwa kama ni mgombea rasmi. Nikaingia kwenye mchakato ule, baadaye tukapachikiwa mabango ya wagombea, kutafutiwa yani kama kuna pingamizi za aina yoyote ile, ili nipate kuwekewa pingamizi, kama za ziniondoe, kama haziniondoi vile nibakie kama kawaida. Na mpaka hii leo ni mgombea rasmi wa wadi ya Kiuyu, nafasi ya udiwani, na endelea na mchakato huu, na natarajia tarehe 29 tukijaliwa ni Mwenyezi Mungu mwezi huu kuchaguliwa kama ni diwani rasmi wa wadi ya Kiuyu Minunguni. Njia yangu ni kuwasaidia wananchi, kwa sababu unajua madiwani mara nyingi sana wao kazi zao ziko huku chini huku kwenye jamii. Kwa hiyo natarajia kuwasaidia jamii, kwa vile na wanawake ndio wengi huku chini ambao wapate changamoto, na wakiona wanawake wenzetu tunajitokeza kama hivi, kwa sababu ingawa kuna changamoto, kwa sababu wanaume wengi hawakubali wake zao kuchukua nafasi za uongozi. Historia yangu, mimi nimezaliwa kijiji cha Kambini Kichokochwe, na nilizaliwa mwaka 1965 ndio mwaka wangu niliozaliwa, na niliolewa mwaka 1983, na kwa bahati nimepata watoto 5, lakini kwa bahati mbaya mmoja kapita karibuni tu kama mwaka mmoja, na sasa hivi nina watoto 4, na kwa bahati watoto wote ni wanaume. Watatu hao hapo walioko duniani, walioko hai ni baba mmoja na mama mmoja na baba wake peke yake, na kwa sasa hivi sina mume. Naniunga mkono kwa sababu waona kama kidogo, hata kama sitawasaidia wao, lakini wana mwanangu kama nitasaidia mpaka jamii. Niliyoipitia kubwa sasa hivi ni kwa sababu unapoingia kwenye uongozi hapo, unapoingia kwenye michakato hii ya kugombea, kuna changamoto, kwa sababu kwenye kampeni kunatakiwa chochote. Kifika siku ya kampeni, majukwaa hayawekwi tu
ila unapitishwa mchango kwa wagombea, wewe toa hichi, wewe toa hichi mpaka pakamilike. Kuna wengine wataka kula, wengine washinda pale na wewe nao wanahitaji, kuna majukwaa, kuna viti, kuna kila kitu kinataka kikodiwe. Ikiwa kweli kama chama hakijiwezi kikawa kina vitu vyake vinavyokamilika. Kwa kweli changamoto iliyokwamisha ni kifedha tu. Kwa sababu kama ni kampeni nafanya na wenzangu tukishirikiana na mgombea ubunge na uwakilishi na diwani mwenzangu, kwa sababu jimbo letu lina wagombea wawili wa udiwani. Kwa upande wa Mchanga Mdogo yuko diwani aliyekuwepo kwenye madaraka au aliyepo kwenye madaraka mpaka sasa hivi, na mimi mwenyewe ndiye ingia sasa hivi kwa upande huu. Kama tunapogombea nafasi kama hizo hapo, ingawa wao wanatuhimiza sana wanawake kama tusisubiri tu kugombea viti maalum, wanavyotaka wao tugombee na nafasi za majimbo tuonekane. Kwa hiyo wito wangu ni kwa chama, tunapogombea sisi wanawake watupe vipaumbele, kwa sababu hata kwenye tume ya uchaguzi mara hii naona pengine ni mara ya kwanza kutoa vipaumbele kwa wanawake kwenye kugombea nafasi. Ikiwa kuna shilingi 200,000 mfano kwa wagombea uwakilishi au ubunge, wanawake wamepewa 10%, wamepewa 100,000 tu wao. Wanaume wao wametoa shilingi 200,000, lakini wanawake wametoa shilingi 100,000. Na kama sisi madiwani ni 30,000 tume, lakini sisi wanawake tumepokelewa kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo wito wangu ni kuwa tujitahidi sana na tuchangamke na kuzigombea hizi nafasi ili na sisi tuonekane tupate kusaidia jamii zetu. Wasivunjike moyo, kwa sababu mimi sikuanza hapa, nimeanza nyuma. Naitwa Aziza Mkubwa Bakari, natokea jimbo la Kojani, tawi la Jombe. Kiufupi, Bi Aminia ni mwanamke jasiri, tena ni mwanamke anayejiamini kwenye harakati zote za jamii, za kisiasa na maendeleo yote kwa jumla yaliyotuzunguka. Kwa hiyo ni kijana ambaye tunamwamini na akipa uongozi anaweza kuongoza. Kwa hiyo kuliko kwenye uongozi, anapopata uongozi utakuwa na mashirikiano baina ya viongozi wote watakao kwa kwenye jimbo. Afisa jamii sehemu za wanawake, za watoto, mpaka sehemu hizi za kutoa madawa majumbani, anaelimisha vijana, anaelimisha wazee, anaelimisha wanawake. Kama tufanyeni hivi, mzazi wa kambi ni kichokocho, tunatoka sehemu moja, tunaanza uongozi pamoja toka 93 tunapoanza vyama, toka hapa mpaka sisi. Siasa Abdalla Suleiman, mkazi wa Hindi, jimbo langu ni la Kojani kutoka tawi la Kandili. Yuko sawa na yuko vizuri na yuko kamili, hana dosari za uongozi wa kijamii. Ukiwa kianzia uongozi wake wa kijamii, kwenda sambamba, tarudi sambamba, tuko sawa, na mpaka sasa hivi tumemwamini kuzidi kuendelea uongozi. Atakachotusaidia chochote, atakachojalia atatusaidia, na tutampokea. Tuko na imani naye, tuko sawa naye, hatuna